nitembee nawe milele. Baba, naomba nitembee nawe milele. Hey 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 Baba, naomba nitembee nawe milele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama unge hesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa. Kama ungehesabu makosa, nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa rehema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama ungehesabu
kwa ajili ya rehema zako. Tumesimama kwa ajili ya rehema zako Bwana. Tumesimama kwa ajili ya rehema zako. Tumesimama kwa ajili ya rehema zako. Tumesimama kwa ajili ya rehema zako. Oh, kama ungehesabu nani angesimama? Nani angesimama? Umejawa neema na neema, hauyaoni kabisa makosa yangu. Kama tafakari ukuu wa Mungu. Tafakari ni mangapi Mungu amekusamehe. Rehema zake ni kubwa kuliko dhambi zako. Rehema zake ni kubwa kuliko makosa yako. Rehema zake ni kubwa kuliko uovu wako. Rehema zake ni kubwa kuliko matatizo yako. Bwana, rehema zako ni kubwa kuliko vyote. Rehema zako zinazidi vipimo vya wanadamu. Letia mando roboporia basika paya. Yesu njia yako kaya manama seketiada letimo sataya nikumbuke mtumishi wako alia nikumbuke mtumishi wako ninakuita mtumishi wako mdogo unikumbuke.
si kama njia za wanadamu. Shirikishe Bwana njia zake ziingilie kati kesi yako. Shirikishe Bwana njia zake ziingilie kati hatima yako. Shirikishe Bwana njia zake ziingilie kati huduma yako, ziingilie kati maisha yako, ziingilie kati ndoa yako, ziingilie kati kwa rehema zake, njia zake ziingilie kati hatima yako, hatima yako, maisha yako, huduma yako, kesho yako. Rabadia mayako robokoya mashika kaya mahantorobo. Imba we. Nikumbuke. Andiko yanasema kama vile mama asingeweza kumsahau mtoto aliyemzaa, ndivyo Bwana asingeweza kuwasamehe, kuwasahau wale ambao wanafikiri wamesahaulika. Mwite Bwana, mwite. Hana akalia. Akasema wewe unikumbuke mtumishi wako. Mungu unikumbuke mtumishi wako katika shule ninayopitia, katika taabu nilionayo, katika mateso. Ukisikia kunena kwa lugha, anza kunena. Ukisikia kuimba, anza kuimba. Ukisikia kulia, olelea kwa Mungu. Ukisikia kuomba, anza kuomba kwa kadiri ambavyo Roho wa Bwana atakusaidia kuweza, atakusaidia. Yeremokoya mahanto, yeremokoya mahanto, zeketeya mahanto, romokoya mahanto, maseteya mahanto, likokoya mahanto, lisatoya mahanto, manyakoya mahanto, kodi matinga mahanto, romokoya mahanto, reketi mahanto, romokoya mahanto, sakaya mahanto, romokoya mahanto, kenisoya mahanto, romokoya mahanto, kani mahaya mahanto, romokoya mahanto, elia mahanto, sokoya mahanto, karia mahanto, sokoya mahanto, rekia mahanto, kodia bakia ta, rokoya mahanto, kodia sokota, rokotia, paria mahanto, kodia mahata,
reketieto seketeria popokoria bahanto leketeria baha rokotoria baha seketoria baha kodia teria baha kodia bahanto rokotoria. Msaada wa Bwana hauzuiliwi, msaada wa Bwana hauzuiliwi, msaada wa Bwana, msaada wa Bwana, msaada wa Bwana hauna mpaka, 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 hauna mpaka. Rekotoria bahanto, seketoria bahanto, magatoria bahanto, seketoria bahanto. Wako wapi waombezi? Wako wapi waombezi? Wako wapi waombezi? Isaya analia, anasema nilipoona nikaona nyumba ile haina mwombezi. Inawezekana kuna vitu vyako haviendi kwa sababu hakuna mwombezi. Bwana akuinue leo akufanya mwombezi kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya ndoa yako. Mwite Bwana anasikia, mwite yeye anasikia. Bwana anasema, Mungu nikumbuke mtumishi wako, nikumbuke mjakazi wako, nikumbuke, unikumbuke mimi. Rosakataya manahato, rosakataya manahato, lepasokotaya manahato, reketoseketaya manahato, losi yabahato, ayana tiabakatabayanto, lekakakakaka, lopoposika, lopoya mahanto, rikosakata, rosika yabahanto, letika yabahanto, lopapa, seketelete, ripopopopo. Baba, funua rehema, funua msaada, funua rehema, funua rehema, funua rehema. Njia zako zimehakikishwa. Resia mama hanto, kolia mama hanto. Naona kuna umegoro, wingu limeshuka, wingu limeshuka, wingu limeshuka. Bwana anasema anakutoa kwenye hiyo mateso, anakutoa kwenye hiyo shida, anakutoa kwenye hiyo taabu, anakutoa kwenye hiyo misalaba, anakutoa kwenye hiyo vizuizi vilivyokuzuia miaka mingi. Bwana anakutoa, 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 Bwana anakutoa. Lesia mama hanto, lesia kakada bahanto, kolia mama hanto, sekia mama hanto, lesia mama hanto, lika soba hanto, robo sika ya hanto, lipa ya hanto robo kolia, lika taba hanto robo sika. Nini kimekuwa msalaba kwako? Nini kimekuwa mlima? Maandiko yanasema ukiwa na imani hata punje ya haradali utauambia mkuyu huu ng'oka, utauambia mlima huu ng'oka, nao utakutii. Iambia hiyo milima, iambia hiyo milima ya maisha yako, iambia hiyo milima ya maisha yako. Rakatoria bahanto, zeketeria bahanto, lokotoria bahanto, lisatoria bahanto, lepia na bahanto, kodia bahanto, sokia bahanto, lepia bahanto, rapia bahanto, latia bahanto, sotia bahanto, kodia bahanto, sotia bahanto, kodia bahanto, ratia bahanto, paria bahanto, paria bahanto, kodia bahanto, sotia bahanto, matia bahanto, taia bahanto, rotia bahanto. Yesu njia yako ni kamilifu, njia za Yesu zimehakikishwa, njia zake ni kamilifu, njia za kutoka mautini zina Bwana Mungu wetu, njia za kutoka mautini zina Bwana, zina Bwana Mungu wetu, zina Bwana. Rokodia bahanto. Daudi akalia akasema njia za kutoka mautini zina Bwana Mungu wetu, zina Bwana Mungu wetu, zina Bwana Mungu wetu, zina Bwana Mungu wetu. Naona roho ya mauti, roho ya mauti. Kuna mtu amepigwa na roho ya mauti, lakini maandiko yanasema njia za kutoka mautini roho bahanto setia
Satia Baba Hanto, Kolia Baba Hanto, Satia Baba Hanto, Latia Baba Hanto, Patia Baba Hanto, Patia Baba Hanto. Njia za kutoka mautini zinapoana Mungu wetu, njia za kutoka kwenye mauti zinapoana, 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 zinapoana. Mwite Bwana akutoe kwenye mauti ya kazi, kwenye mauti ya ndoa, kwenye mauti ya huduma, kwenye mauti ya hatima, kwenye mauti ya familia. Mwite Bwana Mungu, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana. Ndio, anasikia, anasema sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia, wala jicho lake sio zito hata siweze kukuona, wala mkono wake sio mfupi hata siweze kusikia. Yeye husikia maombi ya watu wa muombao, ya watu wa mwitao. Yeye husikia sauti ya kila anayemwita, ya kila anayemwita. Sokotia Bahanto Robokoria. Don't forget your stand. Leketia Bahanto. When you release fire, we need holy fire, holy fire, holy fire, holy fire, holy fire. Moto mtakatifu. Letia Baba Hanto, Zetia Baba Hanto, Lotia Baba Hanto, Patia Baba Hanto, Letia Mama Hanto, Kolia Baba Hanto, Zeketia Baba Hanto, Lokotia Baba Hanto, Makatia Baba Hanto, Sokotia Baba Hanto, Rikotia Baba Hanto, Kolia Patia Baba Hanto, Masia Katia Baba, Roko Baba, Reketia Baba, Rokotia Baba, Rokotia Baba, Zeketia Baba. Bwana njia zako ni kamilifu. Bwana, Bwana, Loko la Baba, Lepo Kaya Manda, Leketia Baba, Loseketia Baba. Ndio anasikia, 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 anasikia. Ndio yeye ni niko ambaye niko. Ndio yeye ni ngoma imara. Ndio yeye ni jiwe la pembeni. Ndio yeye ni moto ulao. Yesu, Yesu njia yako ni kamilifu. Sina mwingine ila wewe, 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 sina mwingine ila wewe. Sina mwingine ila wewe, sina mwingine ila wewe, sina mwingine ila wewe, sina mwingine ila wewe. Hayana maana mimi wewe wakunisaidia.
dunia ijue, sina mataifa yajue, rabodia madas, sina mwingine ila wewe, hali ya manamana leti, sina mwingine ila wewe Bwana, ropopo shika yangu, sina mwingine, 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 ropopo sekete, sina oh, sina oh, sina wengine wanataja magari, wengine wanataja majumba, wengine wanataja mapesa yao. Mimi ninakutaja Bwana, rebodia bodobosa, sina wakunisaidia. Hey, hey, hey. Sina, oh sina, mimi sina, oh mimi sina, nitayainua na macho yangu nitazame milima yote, msaada wangu utatoka wapi? Rejea mamanto ya mamanto, nitayainua macho yangu nitazame milima yote, msaada wangu utatoka kwako, maana sina mwingine, sina Bwana nasito. Nasikia kwenye mwengo roho kuna mtu kweli anaona Bwana kama anamsaidia, lakini anataka ishara ya Bwana, ishara. Nasikia kwenye mwengo roho sauti kubwa inalia ishara. Jumapili iliyopita ilikuwa ni Jumapili ya kukutana na Mungu uso kwa uso. Gideon alipokutana naye uso kwa uso akamwambia, kama ni wewe Bwana nionyeshe ishara. Nasia ni mama yangu. Isaya alipokutana naye akataka ishara na akaona ishara. Akaona maserafi wanainuka, wanainama, wanaitana moja moja, wanasema mtakatifu, mtakatifu ni Bwana. Dunia yote imejawa na utukufu wako. Kaona serafi likanyanyuka na kala moto likamgusa. Bwana yuko tayari sasa kuonesha ishara. Kuonesha ishara. Sema juu kwa kuweka mikono yako juu. Kama una mwingine unayemtegemea zaidi ya Yesu. Kuliko macho yako. Anasema yuko hapa aonesha ishara. Ndio. Nasikia kuna kifungo kinafunguliwa hapa. Kuna mnyororo. Naona katika ulimwengu wa roho moto unateketeza chuma cha mnyororo kinayeyuka. Setia mamanto, kolia mamanto, zeta yana. Hey, da sotia.
Robo sakaraba sika todia mahanto kodia taraba sika tedia ma chuma cha mnyororo kina yeyusha 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 yeyusha. Yes, yes, yes. Chuma cha mnyororo vyuma na makufuli kandia masetaya. Lopozetea ilete dada mwenye yake. Happiness. Huyu happiness. Nasikia Bwana anasema na mimi masaa haya. Njoo hivyo ilivyo. Nasikia Bwana anasema na mimi kuhusu. Kodia masatori pai. Leida mazata. Kuna kitu nilimlilia Mungu miaka mingi, nasikia Bwana ananiambia na ninaona minyororo inakaa kwa mwino. Pasotaya nama. Bwana anasema anakupatia zawadi ya uaminifu, naye anazifunua rehema zake kwako siku ya leo. Lama ya nama. Amesema anazifunua rehema kwako. Liama usikata. Ile ombi lako la miaka mingi sasa Bwana anaenda kutimiza. Anasema anazifunua rehema. Nasikia anasema anazifunua rehema. Nasikia anasema anazifunua rehema. Nasikia anasema anazifunua rehema. Nasikia anasema anazifunua rehema. Bwana anakupa thawabu ya uaminifu. Tenga na hicho kifungo kuanzia sasa. Tenga Yesu. Tenga. Ewe nguvu ya Kristo. Kwa nguvu. Yes. Yesu. Ndio. Yesu, mfalme mkuu, Mungu mkuu, Yesu. Yeshua, Amashia, Elion, Adonai, mfalme mkuu, Mungu mkuu, Yesu. Yeshua. Naona kuna ngazi Yesu anakupandia mtoto. Saidia mtoto. Mashia Elion. Saidia mtoto. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mfalme mkuu, Mungu mkuu, Yesu. Jemedari wa vita. Jemedari wa vita, hakuna kama wewe. Milima yayeyuka kwa sauti yako tu. Jemedari. Jemedari wa vita, hakuna kama wewe. Hiyo milima yayeyuka kwa sauti yako tu. Jemedari hakuna kama wewe. Milima yayeyuka
kwa sauti yako tu. Yesu, 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 Mfalme mkuu, Mungu Yesu. Ite Yesu, 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 Mfalme mkuu, Mungu Yesu. Ite anasikia. Yesu, 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 Mungu kama wewe hayupo, mwenye nguvu kama zako hayupo. Mungu kama wewe hayupo. Come on. Mungu kama wewe hayupo, mwenye nguvu kama wewe hayupo, mwenye uweza kama wewe hayupo. Mungu kama wewe, ndani ya moto. Ni nani huyo nimuonaye? Mtu wa nne ndani ya moto. Ni nani huyo nimuonaye? Mtu wa ni huyo nimuonaye? Mtu wa nne ndani ya moto. Ima, ima, ima. Ni nani huyo nimuonaye? Mtu wa nne ndani ya moto. Bwana ambia anakutoa kwenye kanuni. Peria mamanto, lesia mamanto, tolia mamanto, sakatia mamanto. I see you in mid of, nakuona katikati ya moto. Ninakuona katikati ya moto. Bwana ameenda kutoa katikati ya huo moto. Ninamuuliza Mungu nini maana yake. Mungu ananiambia ancestral fire, mioto ya nyumbani. Yesu, weka mikono yako chini. Sema tu asante Yesu, asante Yesu. Nakuona katikati ya tanuru, lakini unatembea katikati ya tanuru.
Yesu akutoe kwenye tanuru la moto. Kwa jina la Yesu. Yesu akutoe. Akutoe. Madam, I still steps. Naona kama ngazi unapandishwa. Naona kama kuna ngazi. Naona ngazi mbele yako. Unainua miguu yako kwenda kwenye kupanda hizo ngazi. Lakini nimekuona kwenye level ya chini ya ngazi, lakini ngazi ni ndefu zinafika juu. Unakuona hapo mrefu. Namuuliza nini Mungu maana yake? Mungu aliniambia hatua zako zishikilie. Kwa jina la Yesu Kristo hatua kuu sifunguliwe na upewe hatua. Ndio miguu yake inafunguliwa na anapewa hatua. Saidia tumchukue tu. Chukue tu kwa nguvu. Miguu yake inafunguliwa na na anapewa tu. Hatua za mume wako nazikamata sasa na damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Yesu. Damu ya Yesu. Miguu yako na ya mume wako sasa anaiachia. Nasikia kwenye ulimwengu wa roho Bwana ananiambia kuna maisha alikuwa nayo, adui akamnyang'anya maisha hayo. Utapanda hizo ngazi na utazuiliwa kupanda hizo ngazi kwa jina. Na Bwana amekupa hatua. Chukua. Uko tayari kumkubali kwa mbele ya Bwana kwa maisha yako? Msalaba mbele. Piga magoti hapo. Msalaba mbele, dunia nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sitarudi nyuma, sitarudi Sema Bwana Yesu. Weka mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, naja mbele zako. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, ukiandike kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Funika macho, nimeokoka. Kuanzia leo nimeokoka na nimesamehewa. Asante Yesu kwa ukombozi unaoweka ndani yangu, na kila roho na kila roho isiyo yako naikataa ndani yangu kwa jina la Yesu.
Kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 24. Twende hapo. Kitabu cha Mathayo sura ya 17 na mstari wa 24. Tutasoma mpaka mstari wa 27. Maandiko yanasema nini hapo? Biblia inasema, hata walipofika Kapernaum, wale watozao nusu shekeli walimwendea Petro wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Kai, Bwana asifiwe. Watozao nusu shekeli, watozao ushuru. Tuko pamoja wapendwa? Naanza kuwezeka. Wale watozao ushuru na nusu shekeli wakamwendea Petro. Hawakumwendea Yesu, wakamwendea Petro. Wakamuuliza Petro, hivi mwalimu wenu hatoagi nusu shekeli? Mwalimu wenu toi nusu shekeli? Bwana asifiwe. Amen. Ziko wapi zile pesa za ujenzi? Ni kwa mfano. Bwana asifiwe. Kama mimi ambavyo nakuangalia siku zote, hiyo utoaji ya ujenzi kai. Hatoagi? Mbona hata ashtuki? Amefreeze. Upo kabisa amekaa. Yaidi huyu mtu. Kai. Nikwambia kuna watu wanasubiri watoe wakibarikiwa, na Mungu naye anasubiri watoe ndio wabariki. Watu wanaachana na vitu vinavyoenda kimaagano. So you remind the time. Wakamfanya Petro wakamuuliza, mwalimu wako hatoi ushuru? Saa hiyo Yesu mfukoni hana pesa. Saa hiyo Yesu mfukoni hana pesa. Kama vitu ambavyo kuna saa inafika kwenye mifuko yako, you have nothing. Hauna chochote. Upo na hauna chochote. Unatakiwa ulipe kodi ya nyumba. Hawaneni kwa lugha. Kai. Ili ulipe kodi ya nyumba, hauneni kwa lugha. Haweni pale kumwambia shapradosa ida mayande ketra katoya mahamto sokotaya. Nakujia na Bwana. Ewe mwenye nyumba, kodi yangu italipwa na Bwana. Anakuambia naomba utoke na bwana wako. Haleluya. Hauendi kulipa bili za hospitali na kunena kwa lugha. Unaenda na shekeli. Yesu mwenyewe alijua hapa hakuna namna ya kulipa kodi mpaka tumeingia mfukoni tukatoa shekeli. Somo hili litakusaidia kutatua matatizo yako ya kiuchumi na kuzishinda vita zako za kifedha. Useme amina kama uko tayari. Unajua kuna mtu mizimu hapo inamng'ang'ania, inamwambia hapana. Usiseme kwa nguvu. Pokea sawa sawa na amina unayosema. Haleluya. Wakamuuliza Petro, wakasema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema utoa. Naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni? Wafalme wa dunia utwaa kodi ama ushuru kwa watu gani? Kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru. Come on. Kama ni hivyo, wana ni mahuru. Yesu akamwambia Simoni, unaonaje Simoni? Wafalme wa dunia wanachukuaga ushuru na kodi kwa wenye nyumba
I mean, kwa wenyeji wa nchi, au unatoaga ushuru na kodi kwa wageni? Petro akamwambia ushuru na kodi wanatozwa wageni, lakini wana wa ufalme hawatozwi. Yesu akamwambia basi kama ni hivyo, wana wako huru. Hapa kuna mafunuo ambayo ukiyafikiria yatakutoa kwenye vifungo vya uchumi na fedha. Akamuuliza Petro, nataka niseme nile kununulia madaftari. Leo nyingine kaniambia amfai kununulia madaftari, na nimewaambia kwa hasira kabisa ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Mizimu yenu ni mikorofi. Bwana asifiwe. Akamuuliza Petro, wafalme wa dunia wanapotaka ushuru na kodi, wanauchukua ushuru huo na kodi kwa wana wa huo ufalme, ama wanauchukua ushuru huo na kodi kwa wageni? Petro akajibu akamwambia wanachukua kwa wageni. Yesu akamjibu Petro akasema, kwa sababu hiyo wana nani? Kama mtu analala, mwambie roho pepo likuachie kwa jina la Yesu. Mwambie kwa sauti ya kusikia. Kwa sababu hiyo wana ni mahuru. Unaelewa? Kwa sababu hiyo kwa sababu walivyoenda kwenye huo ufalme wakaulizwa kuhusu kodi, wakaulizwa kuhusu kulipa nusu shekeli. Hiyo ilikuwa inahitajika hela. Mpo hapa? Amen. Ilikuwa inahitajika nini? Hela. Ilikuwa inahitajika fedha. Inahitajika fedha walipie. Yesu akamuuliza Petro, hawa wafalme wanawaomba fedha wageni au watoto wao? Akamwambia watoto wao. Wafalme hawaombwi pesa, wanaomba pesa ni wageni. Yesu akamwambia Petro, kwa kama wako huru, manake hawadaiwi. Hivyo unaelewa? Manake hawadaiwi. Petro alitakiwa aanze kujiuliza, ikiwa mimi ni mwana wa Mungu na niko huru, manake sitakiwi kuwa na mkwamo kwenye eneo la uchumi. Kuna mtu anaelewa au anabembeleza mtoto? Amen. Kuna mtu anaelewa? Amen. Hapo bize mnasikia sauti za watoto. Petro akaambiwa, kwa hiyo wana ni mahuru. Kwa hiyo wana wako huru mbali na mikwamo ya kiuchumi. Wana wako huru mbali na mikwamo ya kiuchumi. Kwa nini tunafanya ibada hii? Tunafanya ibada hii ili watu kunasuka kwenye mikwamo. Kunasuka. Unanielewa mpendwa msikilizaji? Amen. Kunasuka kwenye mikwamo ya kiuchumi. Yesu akamwambia Petro, basi wana wako huru. Kwa hiyo kumbe, ili usikwame kwenye eneo la uchumi, kigezo cha kwanza takiwa kuamua kweli kuwa mwana. Yaani leo msipoandika mtawakwaza tu watu. Tafuteni hata bahasha mchana mwandike. Moja hii hapa, bado moja.
Sasa wewe unatafuta kwa vai, bado unatafuta kwa mke wako. Kai. Mke wako amesha kuandalia, unatanga tanga. Acha wateseke wengine ambao hawajaoa. Kwa sababu hiyo wana wako huru. Cha kwanza cha kunasuka kwenye mikwamo, kuamua kweli kuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naye aliposema kwa wageni, Yesu akamwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru, lakini tusije tukawakwaza. Enenda baharini ukatupe ndoano samaki yule azukaye kwanza, na ukimfumbua mdomo wake, utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Ili kutoka kwenye mikwamo ya kiuchumi, jambo la pili unalohitaji baada ya kuwa mwana, unahitaji divine provision. Divine provision. Nihitaji hii provision ya tuwekaje Kiswahili? Bwana asifiwe. Akampa maelekezo Petro, akamwambia sasa sikiliza, ili tusije tukawakwaza. Kwa sababu gani? Hivi tuko pamoja wapendwa? Ili tusije tukawakwaza, kwa sisi ni wana, na kwa sababu sisi ni wana tuko huru. Sisi ni wana, kwa sababu sisi ni wana tuko huru. Sasa ili tusije tukawakwaza, nenda kesho baharini, chukua ndoano, tupa baharini, samaki azukae kwanza. Huyo samaki mchukue, ukifungua mdomo wake utakuta pesa. Chukua hiyo pesa, nenda ukalipe ushuru. Divine provision. Utoaji, upaji, tuita hivyo, upaji wa kiungu. Upaji wa kiungu. Ili kutoka kwenye mikwamo ya kiuchumi, kuna saa unahitaji Mungu akupe. Jambo la kwanza, uwe mwana kweli kweli. Jambo la pili, unahitaji upaji wa kiungu. Mungu afunue hazina zake za mbinguni akupe. Watu wa dunia wanaijua sana hii kanuni. Ndio maana kuna watu wa dunia haushindani nao kwenye eneo la uchumi, kwa sababu wanajua lazima mambo ya rohoni yike kwenye eneo la fedha. Ndio maana tayari kutoa dhabihu yoyote. Hata ambiwe amtoe mama yake, anamtoa. Hata ambiwe amtoe dada yake, anamtoa. Kuna miaka ya nyuma ulisikia walikuwa wanachinja watu wenye ulemavu wa ngozi, watu wenye ualbino, ulikuwa unasikia wanawachinja. Kuna miaka fulani nikasikia wakata watu vidole. Angalia siti ya nyuma, wewe unatoka unabembeleza alafu unarudi. Ni baraka huyo. Au anataka usimame? Haleluya. Amen. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa upaji. Unini? Upaji wa kiungu. Ukiwa mtumishi wa Mungu, ukikomaa kwenye utumishi, kuna vitu utagundua. Kuna saa kuna watu watakuletea fedha, utakiwa uzikatae. Come on. Yaani kuna saa mtu anakuletea bahasha, anasema mtumishi wa Bwana, ya kukubariki. Nasikia kukubariki, chukua hii. Anakupatia, kiondoka, Mungu anakuambia itupe. Na ukikashika kwa uzoefu wako wa pesa, unajua katakuwa kamilioni haka. Mungu anakuambia itupe. Usipokuwa mtii unaenda kufa.
kwa sababu kuna watu wanaleta pesa za kipepo, demonic, kama ambavyo mapepo huwa yanawapa watu. Huwa kuna kitu kinaitwa divine provision, upaji wa kiungu. Mungu huwa anawapa watu, Mungu huwa anawapa watu. Come on. Kwa hiyo ni juu yako, unikubali, lakini unakubali mpaka uwe mwana. Kikezo cha kubali mpaka uwe mwana kweli, mpaka uwe mwana. Mpaka uwe mwana. Kwa hiyo kuna saa usipoamua kuwa mwana, you will never see divine provision. Yesu akamwambia basi, kwa hiyo sisi tuko huru, kwa sababu sisi pia ni wana, lakini ili tusiwakwaze, nenda baharini, tweka ndoano. Samaki atakayetoka wa kwanza, atakayetoka wa kwanza. Jambo la tatu, ili kutoka kwenye mikwamo ya kiuchumi, lazima Bwana akupe njia ya kutoka kwenye hiyo mikwamo. Bwana akikupa njia ya kutoka kwenye hiyo mikwamo, akikupa njia ya kukutoa kwenye hiyo mikwamo ya kiuchumi, itakuwa rahisi kuliko ilivyokuwa zamani. Kwa sababu ukienda ziwani, ukienda baharini na ndoano, ukiweka ndoano, samaki wa kwanza ndiye mwenye fedha mdomoni mwake. Kama angekuwepo mtu anayeamini angekuwa amesema amina. Kama tungekuwa na mtu anayeamini angesema amen. Kama tungekuwa na mtu anayeamini angesema amen. Kama tungekuwa na mtu anayeamini angesema amen. Tupa ndoano baharini, atakayetoka wa kwanza ndiye mwenye shekeli. Lakini vigezo vyake vyote vimelala kwenye uwana. Iwe child, iwe ni mwana. Petro akaenda ziwa baharini, akarusha ndoano. Alipotoa samaki wa kwanza, samaki wa kwanza alikuwa na shekeli. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, Bwana na akupe sarafu ya fedha. Bwana na akupe sarafu ya dhahabu, kama alivyompatia Petro ya kulipa ushuru na kodi. Bwana akutoe kwenye mikwamo ya kiuchumi. Bwana akutoe kwenye mikwamo ya kiuchumi. Bwana akutoe kwenye mikwamo ya kiuchumi. In the name of Jesus. Nisikilize nikwambie. Sisi watu wa ufalme wa Mungu. Sasa hapa nataka niongee na watu ambao kweli ni wa ufalme. Yesu akamuuliza Petro, wana wa ufalme nao wanalipishwaga kodi? Akasema hamna. Wanaolipishwa ni wageni. Muulize jirani yako, wewe ni mwana wa ufalme ama ni mgeni? Au hujapata wa kumuuliza? Nisikilize. Njoka ni hawa jamani, mwambie watafute rasmi, tutakwazana. Kwa sababu wameakti kama wageni. Wanasiwe sana. Amen. Wanasiwe sana. Kuna hazina ambazo mgeni hatopata. Mimi ni mwana, siwezi nikaishi kama mgeni. Wakati nikiwa naishi nyumbani, kuna saa unaenda nyumbani unakubakizia wali kwenye sufuria. Walikuwa wanajua kanuni yangu, mimi sila kwenye sufuria. Lazima nijiandalie vizuri kwenye sahani. Na wewe nyumbani kwako wageni ndio wanalia kwenye vikombe vya udongo. Kuna wamama mpaka waume zao wanawapa kwenye vikombe vya plastiki. Wanasema vikombe vizuri ni vya wageni. Wewe hicho kikombe mpe mume wako bana, acha dharau. Sema amina kama unakombolewa. Amen.
Siwapei hicho, huwa ni cha wageni. Wageni hatuzungumzia wageni, tunazungumzia wana. Yesu akamwambia Petro, kwa sababu sisi ni wana hatukutakiwa kulipa, lakini kwa sababu ili tusiwakwaze, nenda kachukue, enda kachukue. Kuna saa unatakiwa kwenda kwenye ufalme, kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu kama mwana kuna vitu utakiwi kustruggle navyo. Niangalie wewe. Unakumbuka nilikwambiaje Ijumaa? Usiseme kuhusu fedha, unakumbuka? Kuna vitu mlokole you do not have to struggle with. Kuna vitu utakiwi kustruggle navyo, na hata kama uko kwenye nafasi ya kustruggle navyo, usiseme kwa mdomo wako na struggle. Sina hela, nimeishiwa, nimefulia. Si kama anafundisha hapa asubuhi anasema kuna mtu akamwambia sina maisha. Chapa kofi la roho. Una maisha? Are you dead? Wakina nani hapa wanaamua kuwa wana kweli kweli wapate divine provision? Acha niwape ushuhuda huu. Nilimshuhudia mama mchungaji. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Unakumbuka ushuhuda niliokushuhudia kuhusu ile pesa niliyokuwa na shida nahitaji siku ya Ijumaa? Siku ya Alhamisi. Pesa nilikuwa nahitaji siku ya Alhamisi. Kai. Divine provision will never come to you. Haitakuja kwako kama hujaamua kuwa mwana. Wewe umeamua kuwa mgeni. Kuna watu kanisani ni wageni Januari tu Januari. Wao kila siku ni wageni. Kila siku ni wageni. Kila siku ni wageni. Mafundisho hawashiki kwa sababu ni wageni kwenye Mungu. Hawapokei maonyo kwa sababu kwenye Mungu wao ni wageni. Nilimshuhudia mama, nikamwambia kuna pesa nilikuwa nahitaji. Nilimshuhudia hata mke wangu, nikamwambia kuna pesa nilikuwa nahitaji siku ya Alhamisi. Nilikuwa natakiwa niwe na 600,000. Siku ya nini? Kwa sababu kuna vitu nilikuwa natakiwa ninunue. Leo vitu nilikuwa nanunua na mchungaji Bakari. Mpaka ilipofika hiyo Alhamisi sina hiyo pesa. Haleluya. Ninyi mnakaa watu wanapiga story, mmekaa tu hapo. Nataka kofi la roho. Haleluya. Ikafika mpaka hiyo Alhamisi sina. Nikainuka nikamwambia Mungu, kama nikiwa mimi ni mtumishi wako naitaka hiyo. Unasikia? Nafanya nini? Naitaka. Wakati huo nilikuwa nahitaji 600,000 na nina 80,000. Bwana asifiwe. Wakati nipo njiani kwenda, pesa ile ikaingia. Na mpaka leo sijui ilitoka kwa nani. Wewe si hauamini shauri yako. Na inawezekana uko hivyo kwa sababu hauna imani. Unaweza ukachukua hatua ya kwenda benki kudraw pesa na hauna pesa. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anasema kuvunja ATM za mbinguni. Anasema sasa anataka imani ya kupasua ATM. Bwana asifiwe. Ninakumbuka vizuri mara ya mwisho wakati natoa pesa kwenye hiyo account iliishiwa pesa yote. Na ninajua sina pesa kwenye account. Nikaenda kutoa pesa kwenye hiyo account. Wewe ni mwana au ni mgeni? Muulize jirani yako, wewe ni mwana au ni mgeni?
Nimekwambiaje? Ni mwana au ni mgeni? Hallelujah. You will never receive the golden coin. Hautapokea sarafu ya shekeli kama una tabia za kigeni kwenye ufalme. 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 Tupo kwenye ufalme wa Mungu. Ili upokee vya kimungu lazima uwe na tabia za kifalme. Amen. Mashanda la boko. Tupo kwenye ufalme. Ili upokee vya kifalme lazima uwe na tabia za kifalme. Kuna mtu ameelewa? Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Au mmechoka? Hallelujah. 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 Unasikia? Nikaenda nikatoa hiyo pesa. Hiyo ushuhuda nakupa walini? Alhamisi. Mchungaji Bakari, kama unajua kile kitu tulikuwa tunanunua siku ya Alhamisi. Kamata jirani yako mkono. Mwambie sasa, sikiliza. Tabia za wenyeji na tabia za wageni kwenye ufalme. Namba 1. Andika sasa. Wenyeji kwenye ufalme hawaishi bila maagano na Mungu wao kwenye eneo la fedha. Hawaishi. Ukiona unaishi bila maagano kwenye eneo la fedha, unaishi. Unaishi. Hauna uhakika. Unafanyaje? Unaishi. Kopa kuishi. Kopa kuishi. Kuna mtu anajiuliza, evangelist, maagano ni nini? Maagano ni nini? Nisikilize kabla sijakufundisha vizuri. Acha nikupe mfano huu. Kuna mtu hajaolewa kwa sababu kuna maagano ya kwao ya kutokuolewa. Yamemkamata mpaka leo haolewi. Kuna mtu ndoa inavunjwa kwa sababu ya maagano. Kuna mtu hana kazi kwa sababu ya maagano. Niwewe kwa hapa ushuhuda wa yule kijana alikuwa anatoka Kasro. Aliponunua TV na meza na coach, mapepo yakapanda yakasema, "Kwa nini amenunua? Sisi uko tunalia godoro la pamba." Kwa nini? Wakina nani hapa wako tayari kutoka kwenye vifungo vya giza? Namalizia sasa. Naona mmechoka. Hallelujah. Hawaishi bila maagano. Ukiishi bila maagano kwenye eneo la fedha, unaishi. Agano huwa linasimama. Agano linasimama kama mtetezi kwenye ulimwengu wa roho. Agano linasimama kama mtetezi wa mtu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tunaposema agano na Mungu kwenye eneo la fedha, litasema kama mtetezi wako kwenye eneo la fedha katika ulimwengu. Kwa hiyo tukisema agano na Mungu katika eneo la uchumi, litasimama kama mtetezi wako kwenye eneo la uchumi katika ulimwengu. Kuna vitu unaona unafanya haviendi, ni kwa sababu hauna wa kukusimamia. Come on. Kuna watu wakienda na kesi zao, wasipokuwa na wa kuwasimamia, kesi zinapigwa.
Kuna mtu hapa aliniambia kesi yake. Katika ulimwengu wa roho nikasikia uchungu, kwa sababu niliona anapigwa. Niliona anafanya nini? Anapigwa. Katika ulimwengu wa roho nikasikia uchungu. Nilipokuwa nikaamka nikaenda nikaanza kuomba. Nikamwambia Mungu, kama ataenda kushindwa hii kesi, bora kesi iahirishwe. Kesi ikaahirishwa. Ikapangwa siku nyingine. Ilipopangwa angalau akaambulia. Lakini kama asingekuwa na wakusimama, angepigwa asubuhi. Kama asingekuwa na wakufanya nini? Maandiko yanasema akatazama, akainuka, akaangalia, akaona watu hawapo. Akaumia sana kwa sababu hakuwepo muombezi kwenye familia yako. Asipokuwepo wakusimama, mmepigwa. Kwenye eneo la uchumi wako, kama hauna cha kusimama kama mtetezi, mpaka unazieka. Agano ni mlinzi katika ulimwengu wa roho. Andika hiyo. Agano ni mlinzi katika ulimwengu wa roho. Agano ni mlinzi katika ulimwengu wa roho. Agano ni mlinzi katika ulimwengu wa roho. Unalindwa na nini kama hauna maagano uliyowekeana na Mungu? Vikija vita vya uchumi vitakupitia na wewe, kwa sababu hauna cha kukusimamia. Hivi kuna mtu ananipata hapa jamani? Okay. Bado kuna mtu anasema, evangelist unafundisha nini? Haya, acha nikufafanulie zaidi. Agano litakwambia nini cha kufanya. Agano siku zote linakutaka ufanye kitu fulani ili kitu fulani kifunguke. Agano litakupa jukumu la kufanya. Unaanza kunielewa sasa? Agano litakupa jukumu la kufanya ili kuona neema kwenye kitu ambacho wameweka maagano na Mungu. Kwa mfano, wakati namwambia kijana, mmesikia nikamwambia hivi, wokovu una majukumu mangapi? La kwanza ni kukubali moyoni, si ndio? Na kukiri kwa kinywa. Lakini wokovu ni nini? Ni bure. Tunakuwa wana wa Mungu bure, lakini tuna kitu cha kufanya ili kupata wokovu wa nini? Wa bure. Unanielewa? Tuna kitu cha kufanya. Japokuwa wokovu ni wa bure, lakini tuna kitu cha kufanya ili kupata huo wokovu wa bure. Kukubali moyoni na kukiri kwa kinywa. Bwana asifiwe. Amen. Ndoa ni agano, lakini hautapata ndoa nzuri kama hujatimiza majukumu yako ya kiagano. Hayo sio kulingana na makungwi. Unawajua makungwi? Sio kulingana na makungwi. Kulingana na Biblia inavyosema. Bwana asifiwe. Kama hautafuata majukumu yako ya kiagano yanayohusu ndoa, hiyo baraka ya ndoa manake haitafunguka. Agano huwa lina jukumu kati ya mtu na aliyeweka naye maagano. Mweka agano na mtu la kununua gari, kuna kitu pale kimeandikwa, akinilipa atachukua gari, si ndio? Unaagana na mtu kununua nyumba yake, akinilipa kiasi kadhaa, si ndio? Nitampatia nini? Nyumba. Kama ulikuwa umelipa pole pole, watakuandikia pale mpaka tarehe fulani au amenilipa kiasi fulani. Ikifika hicho kiwango, akijalipwa tarehe husika, atarudishiwa pesa yake bila riba. Manake huyu haendi tu, anaenda kwa maagano. Kwa hiyo yeye
naye ana majukumu ya kufanya kwenye hilo agano, na Mungu naye ana majukumu ya kufanya kwenye hilo agano. Ndio maana agano ni mlinzi. Kuna mtu ananielewa? Agano ndiyo platform kubwa ambayo Mungu hutumia kuwasaidia watu wake. Na sasa ukienda kinyume na jinsi ulivyoagana na Mungu, umeikanyaga hiyo platform ya Mungu ya kukusaidia. Kwa hiyo Mungu anaangalia akusaidie kwa sababu gani? Jina lake to Mungu mtunza maagano. Sasa kama hakuna agano ambalo wewe na Mungu umewekeana mnatunziana, you will suffer. Utaumia. Kwa sababu hakuna agano. Bwana asifiwe. Wewe ndoa ni swala la kiagano. Lina majukumu yake kiagano ambayo upande wa Mungu atayatimiza. Lakini mpaka na wewe utimize majukumu yako kiagano. Biblia inasema nini kuhusu ndoa? Mwanaume atampenda mke wake kama Kristo anavyolipenda kanisa, na mwanamke atamtii mume wake kama Kristo anavyolitii kanisa. Mwanaume ni kichwa cha familia. Kwa hiyo wanaume, wapendeni wake zenu, msiwachokoze na watoto wenu. Kwa hiyo kwenye familia, baba ili awe baba lazima afuate majukumu yake ya kiagano. Akifuata majukumu yake ya kiagano, ataona ubaba wake ulivyo na mashiko. Come on. Kuna baba wako hapa. Kwa hiyo kuna maombi atakiwi kukuombea. Unatakiwa ufuate majukumu yako ya kiagano. Kama wewe mwanaume pembeni yako, mwambie fuata majukumu yako ya kiagano, acha uzembe. Haleluya. Najua mke wangu anisikize. Amekuwa kiburi. Amekuwa jeuri. Amekuwa na sauti. Mungu naye anakuangalia. Nitamsaidiaje sasa? Akati majukumu yake ya kiagano hayafanyi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umeona watu wanaofilisiwa na benki? Si ndio? Benki inachukua vitu vyake kwa sababu gani? Huyu hajafuata majukumu yake ya kiagano. Benki ilichafuata majukumu yake ya kiagano, ikampa hela akajenga. Yeye hatakiwa afanye majukumu yake ya kiagano ya kulipa ule mkopo kama walivyokubaliana. Kama hajalipa, maana yake ni kwamba amevunja, ameyakanyaga majukumu yake ya kiagano. Kwa hiyo benki ina haki ya kuchukua nyumba yao na kuuza kwa gharama yoyote, iwe ya chini au ya juu. Mko hapa wapendwa? Waanze kujiuliza, unayatimiza majukumu yako ya kiagano kwenye ndoa yako? Maandiko yamesema nini? Mwanaume atampenda mke wake. Unampenda mke wako. Maandiko yamesema nini? Mwanamke atamtii mume wake. Unamtii mume wako. Haya mengine yote wanayosema ni hizi propaganda. Wanaongea maneno ya uongo. Na nimekuja kuona kuna mafundisho ya danganyayo mengi. Kuna mafundisho mengi ya danganyayo. Na kwa sababu hiyo Mungu amenipa assignment. Tutafanya maombi. Kuanzia baada ya Pasaka tutakuwa na maombi na wanawake pamoja na mabinti kila siku. Sasa nimegundua shetani yuko kazini sasa. Amepeleka mafundisho ya uongo. Kuna mtu akitoka kuangalia simu yake anaenda kumwacha mume wake. Sure. Kwa sababu adui amepeleka mawakala, maajenti wa kuzimu. Wanavunja ndoa za watu kwenye mitandao. Wanasema wanafundisha uongo ambao hata wao hawawezi. Lakini neno la Mungu ni kweli, ni halisi. Mambo ni mawili. Majukumu ya kiagano kwenye ndoa ni kupenda na kuheshimu, kutii
Basi fungu la 10 ni jukumu la kiagano kwenye eneo la uchumi. Una agano gani? Kuna maagano mengine Mungu ameyaweka. Kusaidia masikini na wasiojiweza, wenye shida, ni jukumu la kiagano kwenye eneo la uchumi. Are you doing it? Unaifanya hiyo? Saa yote bila maagano utapiga mark time za muda mrefu. Hivyo nikikwambia maagano unanielewa vizuri mpendwa? Mungu, ikiwa hiyo sio nadhiri, nisikilize, kuna nadhiri, kuna na maagano. Kuna mtu anaweza kachanganya madesa hapa. Kuna nadhiri na maagano. Maandiko yanasema Mungu au radhi na wapumbavu wanaoweka nadhiri zao na wakachelewa kuziondoa. Nadhiri ni kwamba unamwambia Mungu, ukinifanyia hili nitafanya hivi. Unaelewa? Ukinifanyia hiki nitafanya hiki. Ukinipa kazi nitanunua kiti kanisani. Hiyo ni nadhiri. Na Mungu atakupa kazi ili aone kama utanunulia kiti. Alafu Mungu anasema hayuko radhi na wapumbavu wanaoweka nadhiri zao na wakachelewa, sio wakashindwa. Mwangalie jirani yako hiyo, mkono wa kulia na kushoto. Mwambie sio walioweka nadhiri wakashindwa. Ni walioweka nadhiri wakashindwa. Wakachelewa kuziondoa. Bwana asifiwe. Sasa agano sio nadhiri. Agano ni mfumo wa maisha wa ufalme. Agano ni mfumo wa maisha. Agano ni mambo ya umilele. Mtu amenielewa hapa? Na maana mtu akiweka agano na Mungu kwenye eneo la fedha, maana yake ametengeneza maisha yake kwenye eneo la fedha kwa umilele. Usitaki kwenye eneo la fedha milele. Hiyo ni tofauti na nini? Na nadhiri. Maana yake nimeweka maagano na Mungu. Mungu, ukinibariki mimi, kila utakachonipa ni cha kwako. Maana yake huyu mtu ameweka jambo la kimaisha la milele. Kuna mtu ameweza kunielewa? Fungu la 10 ni swala kiagano. Kitabu cha Malaki 3 sura ya 10 kinasemaje? Maana yake ni kwamba hivi. Hebu soma Malaki 3. Amje karibu. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula cha kutosha kwa nyumba ya Mungu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkafanyaje? Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana, njue kama sitawafungulia madirisha. Hapa unaona kuna majukumu mangapi? Ya pande ngapi? Ya pande mbili. Alafu kuna majukumu ya kiagano ya upande wa Mungu. Alafu kuna matokeo ya hilo agano. Au tusome. Fungue Malaki 3. Mchungaji Bakari ameshika tamaa kabisa. Kule mwenye microphone fungue Malaki 3:10 usome. Au ni swasongo. Malaki 3:10 maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema, asante baba, ukae. Ndio. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula kwenye nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka au la. Hapa kuna mambo mawili. Bwana asifiwe. Kuna agano, kuna jukumu la kiagano upande wa Mungu, kuna jukumu la kiagano upande wa muamini. Alafu kuna baraka za agano. Unaweza kuelewa?
Fungu la 10 ni agano. Huu ni mfano. Fungu la 10 nini? Ni nini? Ni agano. Jukumu la kiagano upande wangu ni kuleta zaka kamili. Jukumu la kiagano upande wa Mungu ni kunifungulia malango na madirisha na kunimwagia baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Kwa hiyo ili Mungu atimize vya kwake kwenye upande wa agano, natakiwa mimi nitimize vya kwangu kwenye upande wa nini? Tunaelewana sasa? Amen. Nikileta zaka kamili ndio Mungu atafungua madirisha na milango. Nisipoleta afungu. Kwa hiyo agano liko katikati hapa. Alafu kuna mambo yangu ya kufanya kiagano, majukumu yangu, na kuna yale ya Mungu. Anza kujiuliza kama wewe ni mwana. Je, majukumu yako ya kiagano unayafanya ili Mungu afanye sawa sawa na unavyotamani afanye kwako? Majukumu yako ya kiagano unayafanya ili Mungu afanye sawa sawa na unavyotamani afanye kwako? You never receive the golden coin. Hautapokea sarafu ya fedha kama majukumu yako ya kiagano haujayafanya. Angalia mfano wa Abraham. Abraham akamwambia Mungu, Mungu akamwambia Abraham, mimi ni Mungu niliyekutoa katika nchi ya baba yako, katika ulu la Wakaldayo. Abraham akamuuliza Mungu, najua kwenye ufalme wako hakunaga vitu vya bure bure, vitu vinaenda kimaagano. Akamuuliza Mungu, nitajuaje kama nitarithi nchi? Nitajuaje kama nitarithi nchi? Kwa maneno ya kinywa nimekamatwa. Kwa hiyo kubadilisha hapa ni ukiri. Nimebarikiwa, nimeinuliwa, mimi ni baba wa mataifa, mimi ni mwana wa ufalme. Bwana ameninua kwenye eneo la uchumi, Bwana amebariki kwenye eneo la fedha, Bwana amenifunulia hazina za mbinguni. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Nami nakutangazia kwa jina la Yesu, receive the golden coin in the name of Jesus. Amen. Pokea shekeli kwa jina la Yesu. Amen. Pokea shekeli kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kwenye kinywa cha samaki kwa jina la Yesu. Amen. Receive it. Amen. Sema juu kwa miguu yako. Mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu, ninapokea sarafu ya dhahabu, ninaipokea shekeli kwa jina la Yesu. Ninachoenda kufanya chochote kitanipa faida kwa jina la Yesu, kitanipa faida kwa jina la Yesu. Nami kuanzia leo nitaweka maagano kwenye eneo la uchumi, na Mungu wangu mtunza maagano utanibariki sawa sawa na uaminifu wangu kwenye maagano niliyoweka na wewe. Kuanzia leo nimebarikiwa, 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 nimebarikiwa kwa jina la Yesu. Na kutamkia baraka zitoke kaskazini, naziachilia za magharibi, naziachilia za mashariki, naziachilia za kusini, naziachilia za kaskazini, naziachilia za kushoto, naziachilia za kulia. Naiachilia neema, iachiliwe neema ije juu yako, neema ikukalie, neema ikufunike
kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninasema asante kwa sababu ya rehema, neema, katika jina la Yesu. Amen. Kama una fungu la 10, kamata fungu lako la 10 uje hapa tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako. Basha ziko wapi? Mapenzi yako yashuke. Baba zile pale hauoni? Mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wa. Ni makosa mmefanya, hamjagawa basha mpaka sasa. Mapenzi yako yashuke Baba, jina. Mpe mtu anaye kuomba huku mbele. Mapenzi yako yashuke Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke Baba. Baba, mapenzi yako yashuke Baba yetu uliye mbinguni, Baba, jina lako tukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke Baba. Baba yetu uliye mbinguni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke. Kamata sadaka yako. Una shukrani yako, una sadaka yako ya dhabihu ya kuvunja madhabahu, sadaka ya kila aina. Bwana Yesu, watoto wako wamekuja na vichache kati ya vingi ulivyobarikia. Nami nauliza baraka ya Ibrahimu, nauliza baraka ya Isaka, nauliza baraka ya Yakobo, ikamfuate kila mmoja, ikamfunike kila mmoja, ikamwatamie kila mmoja, ikamhifadhi kila mmoja, ikamtendee maajabu kila mmoja, na ikamtendee miujiza kila mmoja, katika jina la Yesu aliye hai. Kila mwenye pumzi ya uhai aseme amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke Baba. Baba, Baba, uje leo, yako yashuke Baba. Baba yetu uliye mbinguni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke Baba yetu uliye mbinguni, Baba, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke Baba yetu uliye mbinguni, Baba, lako litukuzwe, ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke ufalme wako uje leo, mapenzi yako yashuke yashuke leo, yashuke sasa, mapenzi yako
yatimie, yashuke leo, yashuke sasa, mapenzi yako Yesu yatimie, yashuke leo, yashuke leo, yashuke sasa, mapenzi yako Yesu yatimie, yashuke leo, yashuke sasa, mapenzi yako Yesu yatimie. Inua mikono yako. Ninakubariki uwingi yako kwa jina la Yesu. Ninakubariki utokako kwa jina la Yesu. Ninaubariki uzao wa tumbo lako kwa jina la Yesu, na maongeo ya wanyama wako kwa jina la Yesu. Ninakubariki kapu lako la kukandia unga. Ninabariki kapu lako la kukandia unga. Ninayabariki mazao yako. Ninayabariki mazao ya mifugo yako. Useme amina kama uko hai. Uingiapo na utokapo Bwana aende na wewe. Baraka ya mbinguni ifunuliwe kwako kama radi. Mvua ya mbinguni ifunuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Ninatangaza maombi ya siku 14 ya mfungo. Na mfungo huu utaanza siku ya kesho tarehe 23 mwezi wa pili, na utakamilika tarehe 8 ya mwezi wa 3. Tumetoka kwenye mfungo wa siku 40 tukaongeza zile siku 7 kwa ajili ya ukamilifu wake, na tarehe 8 mwezi wa 3 itakuwa ni hitimisho la mfungo tena wa siku 14, na siku hiyo itakuwa ni ibada kubwa ya kukutana na Mungu uso kwa uso. Nataka uanze kujiandaa kuanzia sasa. Ibada iliyopita kukutana na Mungu uso kwa uso, baadhi yenu walifanya vizuri na baadhi hawakufanya vizuri. Utii ni bora kuliko dhabihu, kuliko sadaka. Utii wako utakapotimia ndipo utakapomuona Mungu. Kuna vitu kwenye maisha yako havifunguki kwa sababu hujaamua kumtii Mungu. Wakiachilia msururu wa watu wakasema wanaompenda Mungu wapite huku ni wengi, wakiuliza wanaomtii Mungu wapite huku watakuwa ni wachache. Utii wako utakapotimia ndipo baraka za Mungu zitafunuliwa kwako. Kuanzia siku ya kesho ninakuomba utii neno hili. Kuanzia kesho tunaingia kwenye maombi ya mfungo. Maombi. Watu wenye smartphone, kuanzia kesho, kuanzia tukiondoka hapa, nendeni mkadownload application inaitwa Google Meet. Nini? Download application hiyo. Tutakuwa tunatuma link kwenye group, na tutakuwa tunafanya maombi kuanzia saa 5 usiku mpaka saa 7 kila siku kwa mfululizo wa siku 14. Mpo? Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Saa 5 mpaka saa 7 kupitia Google. Kwa hiyo nenda ukadownload application hiyo kwenye simu yako. Alafu tutakuwa tunatuma link kwenye group la kanisa. Group hilo ni kwa ajili ya masuala ya kanisa. Kwa hiyo mule kwenye group naona kama vile nyinyi sio wenyeji. Mule ni kanisani. Bwana asifiwe. Ingia mule, kutana na hiyo link, bonyeza link hiyo, ingia kwenye maombi, utakuta tunaendelea kila siku. Kila siku. Kuanzia kesho mpaka tarehe 8 ya mwezi wa 3. Ninakusisitiza kwa huruma za Mungu. Ninakusisitiza kwa huruma nyingi za Mungu. Hakikisha unaungana kwenye maombi hayo. Mwambie mwingine ambaye hakuwepo pia hakikishe anaungana kwenye maombi hayo. Tutakutana katika mtandao.
Lakini pia hakikisha unasikiliza redio, kwa sababu maombi yatakuwa yanaendelea pia redioni. Nitamwomba Mungu kwa rehema zake, nitakuwa na muda mchache sana wa kufundisha kwa muda huu wa maombi kwenye redio. Nitakuwa na ubiri kwa dakika chache, azizidi hata 10 au 5. Alafu dakika zinazofuata ni za maombi. Tunapokuwa tunafanya maombi, fanya maombi pia nyumbani. Zile ni ibada na ndio maana zinagharamikiwa pesa. Halo. Zile ni ibada kamili na ndio maana zinagharimu pesa. Kwa hiyo usiache kusikiliza, kwa sababu ni kwa ajili yako na roho yako. Ndio maana zinalipwa pesa kwa ajili ya kufanya hivyo vipindi. Ile ni ya time, hatupewi bure. Tunainunua kwa muda, kila sekunde na kila dakika tulionayo tunainunua kwa pesa. Kwa hiyo tumia fedha hizo kuinenepesha roho yako. Bwana asifiwe. Hakikisha una download application hiyo. Kama uwezi, omba msaada. Kama ukisahau, tuma message kwa watu wakukumbushe. Download application hiyo. Kama hujapata linki, omba linki kwa mtu aliyepata linki ya kutumia linki. Ingia kwenye mtandao. Usiseme mimi sijawahi kutumia simu. Nimesikia mchungaji hapa asubuhi, mchungaji Bakaya anasema mimi simu sijuagi, ninayo tu. Ni makosa. Bwana asifiwe. Ni makosa. Tukikutuma China kwenda kununua vyombo vya muziki, utapotelea utapotelea China uwe mbeba muziki. Bwana asifiwe. Haleluya. Jumatatu yako nimeibariki kwa jina la Yesu. Naibariki Jumanne yako. Jumatano yako ilete matunda. Alhamisi yako imebarikiwa. Juma yako haitakuwa na hasara. Jumamosi yako itakuletea faida. Faida zitafunuliwa kwako nyingi kama mvua. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.